Je, unajua katika msimu huu mpya wa Kombe la Dunia 2020-2026 kuna ongezeko la sheria mpya? Sheria hizi zimegawanyika katika makundi manne. Kundi la kwanza, kudhibiti upotevu wa muda, time wasting. Sekunde 5 za throw in na goal kick. Hili ambayo inasema mwamuzi ataonyesha ishara ya mkono kuhesabu sekunde 5. Mchezaji asiporusha mpira ndani ya muda huo, urushaji unakwenda kwa timu pinzani. Lakini pia kipa asipopiga goal kick ndani ya sekunde 5, timu pinzani itapata faida ya kupiga kona. Sheria ya pili katika kundi hilo inasema sekunde 10 za mabadiliko, substitution. Mchezaji aliyebadilishwa ana sekunde 10 tu za kuondoka uwanjani kupitia mstari wa karibu zaidi. Akichelewa, mchezaji anayeingia atazuiwa kuingia uwanjani hadi mchezo usimame tena baada ya dakika 1 kupita. Hii ina maana timu itacheza ikiwa pungufu kwa muda huo. Kundi la pili, nidhamu na tabia za wachezaji. Katika kundi hili, sheria yake ya kwanza inasema kadi nyekundu kwa kufunika mdomo. Mchezaji yeyote atakayefunika mdomo kwa mkono au jezi wakati anabishana au kukabiliana na mchezaji mpinzani kwa nia ya kuficha maneno anayosema, kwa mfano maneno ya kibaguzi, atapewa kadi nyekundu ya moja kwa moja. Sheria hii haihusu mazungumzo ya kirafiki. Sheria ya pili katika kundi hili inasema marufuku ya mapumziko ya kimkakati, tactical timeout. Endapo kipa ataumia na kutibiwa uwanjani, wachezaji wa timu zote mbili wamepigwa marufuku kwenda kwenye mabenchi yao kupokea maelekezo ya makocha. Watalazimika kubaki maeneo yao au kukusanyika katikati ya uwanja. Sheria ya tatu katika kundi hili inasema kususia mechi, walk off. Mchezaji au afisa wa timu atakayegoma au kuhamasisha wachezaji kuondoka uwanjani kupinga uamuzi wa refa atapewa kadi nyekundu. Lakini timu itakayosababisha mchezo kuvunjika itapoteza mechi kwa kadi ya mezani, inajulikana kama forfeit. Kundi la tatu, matibabu na mamlaka ya VAR. Sheria yake ya kwanza inasema kaa nje dakika 1. Mchezaji anayetibiwa na madaktari uwanjani atalazimika kukaa nje ya uwanja kwa dakika 1 baada ya mchezo kuanza. Sheria hii haitawahusu makipa na wachezaji watakaokuwa wamepata majeraha makubwa ya kichwa.